alama ya 3. Nimesema alama 2, leo tutaanza kujifunza alama ya 3. Muujiza wa kimungu hauhitaji fedha au zawadi yoyote kabla ya ishara au muujiza huo kutokea au uponyaji huo kutokea. Muujiza wa kimungu hauhitaji fedha au zawadi kama kigezo cha kwamba au kama sharti ya kwamba ni lazima hivyo vitangulie ndipo muujiza uweze kufanyika, au ndipo ishara au ndipo uponyaji uweze kufanyika. Kwa hiyo uponyaji au muujiza wa Mungu wakati wote ni bure. Ni bure. Ni bure. Hauhitaji wewe kutoa fedha, hauhitaji kutoa zawadi. Na mtu anapoamua kutoa sadaka yake kama shukrani kwa ajili ya yale Mungu ambayo amemtendea, hatoi ili kumpa mtu asante au kumpa mtumishi aliyefanya hivyo kwamba asante kwa kufanya hivyo, lakini anatoa kama shukrani kwa Mungu. Ni sawa anampa mtu, lakini moyoni mwake anatakiwa atazamia kwamba anampa Mungu, sio mtu. Kwa hiyo shukrani au kutoa sadaka ya shukrani kwa yale Mungu ambaye amemfanyia, inawezekana ni muujiza, inawezekana ni uponyaji, inawezekana ni jambo fulani, linatakiwa liwe jambo la hiari, la msukumo wa mtu mwenyewe aliyefanywa hivyo kutoka ndani, aamue kutoa na sio kulazimishwa. Kwa hiyo unapoona jambo hili, ukiona mtu analazimisha kwamba unataka Mungu akutendee muujiza, sasa kwa jinsi ambavyo umenielezea shida yako, unatakiwa utangulize kwanza 500 kwenye madhabahu. Lazima uwe makini. Lazima uwe makini, mtu wa Mungu. Muujiza wa kimungu hauhitaji fedha au zawadi kama kigezo cha kwanza ili uweze kupokea. Kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 5 mstari wa 14. Biblia inasema akamrudia mtu wa Mungu, mstari wa 14, ndipo akashuka akajichovya mara 7 katika Yordani, sawasawa na neno lake yule mtu wa Mungu, nayo nyama ya mwili wake ikarudi ikawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga, akawa safi. Akamrudia yule mtu wa Mungu, yeye na mafuatano yake yote, akaja akasimama mbele yake akisema, sasa tazama, najua ya kwamba hakuna Mungu duniani mote ila katika Israeli, basi nakuomba upokee baraka kwa mtumwa wako. Lakini akasema, kama Bwana aishivyo, ambaye nimesimama mbele yake, sipokei kitu. Akamshurutisha apokee, lakini akakataa. Naamani akasema,
kama sivyo, lakini mtumwa wako na apewe mzigo wa udongo wa bagala wawili, kwa maana mtumwa wako hatatoa tena sadaka ya kuteketezwa wala dhabihu kwa miungu mingine ila kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Habari hii nadhani tunaifahamu. Huyu ni Naamani ambaye alikuwa ana changamoto katika afya yake, na mtumishi wa Mungu Elia akamwambia ya kwamba sasa ninakuagiza uweze kwenda katika mto Yordani, na utakapoenda huko katika mto Yordani, basi ukajichovye mara 7. Baada ya kujichovya mara 7 utapokea uponyaji wako. Basi Naamani akafanya kama vile alivyoagizwa na mtumishi huyu wa Mungu. Lakini tunaona baada ya kufanya hivyo, anarudi tena, anaenda kumwambia kwamba nimepona, nimetakaswa, kile ulichoniambia nifanye tayari nimefanya. Lakini akawa na mzigo ndani yake wa kutoa kitu, kutoa. Biblia imezungumza mbaraka, kutoa kwa ajili ya ule muujiza ambao Mungu amemtendea. Lakini mtumishi wa Mungu huyu akasema hapana, sipokei kitu. Sasa haya ni maelekezo ambayo yanatakiwa yawe kutoka kwa Mungu mwenyewe. Sio kila mara utakapotoa sadaka mtumishi wa Mungu anaweza akaikubali, lakini inaweza pia ikawa maelekezo fulani. Lakini kuna wakati mwingine ambao unaweza ukatoa shukrani yako na Mungu akaipokea, kwa sababu ni maelekezo fulani ambayo yameachiliwa kutoka kwa watumishi wa Mungu. Na watu wengi sana, wengine wameibiwa mali zao, wengine wameishia katika ufukara, kwa sababu kila wakienda wanaambiwa leta hiki, leta hiki, leta hiki, leta hiki. Kumbe Biblia inasema ya kwamba tumepewa bure, tutoe bure. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu wa Mungu ni lazima uwe makini. Muujiza sio lazima uambatane na kulipia. Yaani sio huduma ambayo unailipia kwanza ndio uipate. Ni jambo ambalo Mungu anafanya sawa na wakati wake, au sawa na neno lake. Tunaweza tukaongezea hapo kitabu cha Matendo sura ya 8 mstari wa 18. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 18 hadi wa 20. Biblia inasema, hata Simoni alipoona ya kuwa watu wanapewa Roho Mtakatifu kwa kuwekewa mikono na mitume, akataka kuwapa fedha akisema, nipeni na mimi uwezo huu, ili kila mtu nitakayemwekea mikono yangu apokee Roho Mtakatifu. Lakini Petro akamwambia, fedha yako na ipotelee mbali pamoja nawe, kwa kuwa umedhania ya kuwa karama ya Mungu yapatikana kwa mali. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Petro anamwambia, akamwambia hiyo mstari wa 20. Lakini Petro akamwambia, fedha yako na ipotelee mbali pamoja nawe, kwa kuwa umedhania ya kuwa karama ya Mungu yapatikana kwa mali. Kwa kuwa umedhania kwamba miujiza hii inayotendeka, mambo haya yanayotendeka yanapatikana kwa pesa.
Sasa sisemi kwamba utakapoponywa ukijisikia ndani kumtolea Mungu kama shukrani, lakini iwe ni hiari. Unaposikia kutoka ndani kumtolea Mungu, fanya na Mungu atakubariki. Lakini mimi kitu ninachosisitiza hapa ni kile ambacho mtu unapangiwa kiwango kulingana na shida yako. Eti kwa sababu wewe shida yako hii hapa hii ni kubwa sana, wewe utahitaji utoe kwanza milioni 2, alafu ndipo sasa tuanze kufanya maombi ya ukombozi. Akienda mwingine eti kulingana na shida yake fulani ni ndogo, wewe utatoa shilingi 50,000 alafu tufanye maombi ya ukombozi. Kwa kila mtu anapewa kiwango cha pesa kulingana na shida yake. Sasa hiyo inakuwa ni biashara. Na watu wengi wamepotea. Kwa sababu mtu yuko kwenye shida, anatamani tu kupata msaada, anatamani tu kumuona Mungu akimsaidia. Watu wengi wanapoteza fedha zao kwa sababu ya kutaka miujiza. Lakini unakuta sio muujiza ambao kweli unafuata kanuni ya kimungu. Kitabu cha Mathayo sura ya 10 mstari wa 8. Mathayo sura ya 10 mstari wa 8. Biblia inasema hivi: pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo. Mmepata bure, toeni bure. Msichukue dhahabu wala fedha wala mapesa mishipini mwenu, wala mkoba wa safari, wala kanzu mbili, wala viatu, wala fimbo, maana mmetenda kazi astahilie, maana mtendakazi astahili posho lake. Sasa inataka tu mstari wa 8. Anasema pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo. Mmepata bure, toeni bure. Kwa hiyo ni alama ya 3 ya kuona kabisa ya kwamba hapa nipo eneo sahihi kweli. Sasa twende kwenye alama nyingine, alama ya 4. Alama ya 4. Alama ya 4. Mtu anayetumika kufanya ishara na miujiza ya kimungu ni lazima ajulikane anasali wapi, au analelewa na nani, na awe na ushirika pamoja na Wakristo wenzie au Wakristo wenzake. Ni lazima awe anajulikana anasali wapi. Inawezekana ni huduma yake, inawezekana ni kanisa la kwake, lakini afahamike kwamba anasali sehemu fulani, anaabudu kanisa fulani. Ikiwezekana na kujua baba wake wa kiroho. Asiwe mtu tu ambaye ameibuka tu, ambaye hata hajulikani anakotoka, hajulikani anasali wapi, na hakuna mwendelezo wowote au ushirika kati ya yeye na Wakristo wengine. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima ajulikane huyu mtu yuko wapi, anasali wapi. Kama ni huduma gani, iko wapi, ibada zao zikoje, zinafanyikaje. Ni lazima kufahamu, kwa sababu usipofahamu hayo mambo, unaweza ukaenda kwa mtu ambaye kumbe hata hasali kabisa,
Yeye kuibuka tu, akija kuibuka anasema Mungu amezungumza na mimi kitu hiki na hiki na hiki na hiki. Sasa hapo lazima kuna maswali kwamba kwa nini huyu mtu achangamani na watu wengine? Kwa nini hana sehemu anapoabudu? Matendo ya Mitume sura ya 14 mstari wa 27. Matendo ya Mitume sura ya 14 mstari wa 27. Matendo ya Mitume sura ya 14 mstari wa 27. Biblia inasema hivi: hata walipofika walikutanisha kanisa, wakawaeleza mambo yote aliyoyafanya Mungu pamoja nao, na ya kwamba amewafungulia mataifa mlango wa imani. Tuunganishe, hiyo ni Matendo 14 mstari wa 27. Tuunganishe na Matendo 21 mstari wa 17. Matendo 21 mstari wa 17 hadi wa 19. Biblia inasema, tulipofika Yerusalemu, wale ndugu wakatukaribisha kwa furaha. Hata siku ya pili yake Paulo akaingia kwa Yakobo pamoja nasi, na wazee wote walikuwako. Mstari wa 19. Na baada ya kuamkua akawaeleza mambo yote moja moja Mungu aliyoyatenda katika mataifa kwa huduma yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni lazima huyu mtu awe na sehemu ambayo anajulikana, au awe na ushirika na wenzake. Biblia inasema hapa, Paulo anasema tulipofika Yerusalemu wale ndugu wakatukaribisha kwa furaha. Maana yake hawa watu wana ushirika na wenzao. Hata siku ya pili yake Paulo akaingia kwa Yakobo. Unaona, kuna ushirika pamoja. Akaingia kwa Yakobo pamoja nasi, na wazee wote walikuwako. Na baada ya kuamkua akawaeleza mambo moja moja Mungu aliyoyatenda katika mataifa kwa huduma yake. Kwa ni lazima mtu ambaye awe anafahamika, awe na ushirika na Wakristo wenzake. Awe na ushirika yaani asiwe ni mtu ambaye ni huyo mmoja tu ambaye hakuna taarifa zozote zinazofahamika kuhusu yeye. Kama ni huduma, ifahamike kwamba anafanya huduma fulani chini ya watu fulani, chini ya dhehebu fulani, ijulikane. Lakini asiwe mtu ambaye hana kabisa mwelekeo au haeleweki kabisa. Ukitaka kumtafuta, yani hata kwake hapafahamiki. Ni lazima kuwa makini. Alama ya 5. Ishara na miujiza inayotokana na Mungu ni lazima itusogeze katika kumjua, kumwabudu na kumtumikia Yesu Kristo na kushika maagizo yake pamoja na kweli ya neno la Mungu. Ishara, ajabu na miujiza inayotokana na Mungu ni lazima itusogeze katika kumjua
kumwabudu, kumtumikia Yesu Kristo. Ishara, ajabu au miujiza inayotokana na Mungu ni lazima itusogeze katika kumjua, kumwabudu, kumtumikia Yesu Kristo. Muujiza wowote ambao haukusogezi katika kumjua Yesu, katika kumwabudu Yesu, katika kumtumikia Yesu, huo sio muujiza wa kimungu. Na hasa nazungumza hapo kwenye neno la kuabudu. Ipo miujiza mingine ambayo baada ya kukufanya wewe ikusogeze katika kumwabudu Mungu, inakusogeza katika kuabudu sanamu. Inakusogeza katika kuabudu vitu. Inakusogeza katika kuabudu uumbaji wa Mungu. Kuelekezi kwa Yesu unakuelekeza katika vitu. Lazima uwe ushtuke, uwe makini. Lazima uwe makini. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 13 mstari wa kwanza. Kumbukumbu la Torati sura ya 13 mstari wa kwanza. Biblia inasema, mstari wa kwanza mpaka wa 4. Kukizuka katikati yao nabii au muotaji wa ndoto, akikutolea ishara na ajabu, ikatukia hiyo ishara au hiyo ajabu aliyokuambia, akisema, na tuifuate miungu mingine usioijua, tuitumikie hiyo, wewe usiyasikize maneno ya nabii yule au yule muotaji wa ndoto, kwa kuwa Bwana Mungu wetu wajaribu apate kujua kwamba mwampenda Bwana Mungu wenu kwa mioyo yenu yote na roho zenu zote. Tembeeni kwa kumfuata Bwana Mungu wenu, mcheni na kushika maagizo yake na kuisikia sauti yake, nanyi mtumikieni kwa kusimama naye. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 13. Yaani rudie tena. Anasema kukizuka katikati yao nabii au muotaji wa ndoto, akikutolea ishara na ajabu, ikatukia hiyo ishara au hiyo ajabu aliyokuambia, akisema, na tuifuate miungu mingine usioijua, tuitumikie hiyo, wewe usiyasikize maneno ya nabii yule. Muujiza ule ambao unakupeleka katika kuifuata miungu mingine, Biblia inasema hayo usiyasikilize. Hayo usiyasikilize. Haijalishi huyo mtu ni nabii, haijalishi huyo mtu ni mwonaji, haijalishi huyo mtu ni askofu, haijalishi huyo mtu ni mwinjilisti, haijalishi huyo mtu ni ana cheo gani au ana kipawa gani. Lakini kama tu muujiza ambao unatendeka haukuleti karibu na Mungu, haukusogezi katika kumwabudu Mungu, ila inakupeleka katika kuabudu miungu mingine, kuwa makini, mteule, uwe macho. Muujiza wowote unaotokana na Mungu ni lazima
ni lazima urudishe utukufu kwake Mungu mwenyewe na sio mtu au kitu chochote. Muujiza wowote unaotokana na Mungu ni lazima urudishe utukufu au heshima kwa Mungu mwenyewe na si mtu au kitu. Unapotenda muujiza unapofanyika, ni lazima utukufu umrudie Mungu, yaani heshima yote au mtu ambaye anatakiwa kutambuliwa zaidi ya kwamba ndiye sababu ya muujiza huu kufanyika ni Mungu mwenyewe. Ni kweli Mungu anamtumia mtu, hawezi akatenda jambo kwamba yeye mwenyewe Mungu awe amefanya jambo, lazima atamtumia mtu. Lakini huyo mtu anapotumiwa na Mungu kufanya muujiza, ni lazima utukufu wote aurudishe kwake Mungu, na isionekane ya kwamba ni yeye ndiye amefanya, au heshima ikarudi kwake, au kwa vitu ambavyo pengine amevitumia na muujiza huo ukafanyika. Kitabu cha Yohana sura ya 11 mstari wa 4. Kitabu cha Yohana sura ya 11 mstari wa 4. Yohana mtakatifu sura ya 11 mstari wa 4. Biblia inasema, basi tuanzie hapo wa 11. Basi mtu mmoja alikuwa hawezi, Lazaro wa Bethania, mwenyeji wa mji wa Mariamu na Martha dada yake, ndiye Mariamu, yule aliyempaka Bwana marhamu akamfuta miguu kwa nywele zake, ambaye Lazaro nduguye alikuwa hawezi. Basi wale maumbu wakatuma ujumbe kwake wakisema, Bwana, yeye umpendaye hawezi. Na Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Na Yesu alimpenda Martha na umbu lake na Lazaro. Basi aliposikia ya kwamba hawezi, alikaa bado siku 2 pale alipokuwapo. Kisha baada ya hapo akamwambia wanafunzi wake, twendeni Uyahudi tena. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tu uangalie ule mstari wa 4. Na Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Ugonjwa huu, tatizo hili ambalo mtu anapitia, ni kwa ajili ya, kama itatokea Mungu ametenda jambo kwa ajili ya mtu huyu, basi ni lazima utukufu wote umrudie Mungu. Ni lazima utukufu wote umrudie Mungu. Mungu akikutumia katika eneo lolote lile, ukachukua sehemu
ya mtendaji, kwa maana Mungu ndiye mtendaji, ila sisi tunatumiwa tu kama vyombo. Sasa ukatumia sehemu badala ya kuwa chombo tu, ila ukawa unakuwa kama ndiye mtendaji. Siku zote Mungu huwa hafurahishi na jambo hilo. Biblia inasema huwainua wanyenyekevu, lakini huwashusha waliojikweza. Ndio kanuni ya Mungu. Mungu huwa hachukui utukufu na mtu yoyote yule. Ukatumia sehemu badala ya kuwa chombo tu, ila ukawa unakuwa kama ndiye mtendaji. Siku zote Mungu huwa hafurahishi na jambo hilo. Biblia inasema huwainua wanyenyekevu, lakini huwashusha waliojikweza. Ndio kanuni ya Mungu. Mungu huwa hachukui utukufu na mtu yoyote yule. Mungu hatumii, hashei utukufu na mtu yoyote. Utukufu unabaki kuwa yeye, na yeye ndio anatakiwa kuinuliwa. Biblia inasema Yesu akiinuliwa atawavuta wengi kuja kwake. Kitabu cha Matendo sura ya 14 mstari wa 8. Kitabu cha Matendo sura ya 14 mstari wa 8 mpaka wa 18. Na huko Listra palikuwa na mtu mmoja dhaifu wa miguu, kiwete tangu tumboni mwa mamaye, ambaye hajaenda kabisa. Mtu huyo alimsikia Paulo alipokuwa akinena, ambaye akamkazia macho na kuona ya kuwa ana imani ya kuponywa. Akasema kwa sauti kuu, simama kwa miguu yako sawa sawa. Akasimama upesi akaenda. Na makutano walipoona aliyoyafanya Paulo, wakapaza sauti zao wakisema kwa Kilikaonia, miungu wametushukia kwa mifano ya wanadamu. Wakamwita Barnaba Zeu na Paulo Herme, kwa sababu ndiye aliyekuwa mnenaji. Mstari wa 13. Kuhani wa Zeu, ambaye hekalu lake lilikuwa mbele ya mji, akaleta ng'ombe na taji za maua hata malangoni, akataka kutoa dhabihu pamoja na makutano. Walakini mitume Barnaba na Paulo walipopata habari, wakararua nguo zao, wakaenda mbio, wakaingia katika makutano, wakipiga kelele wakisema, akina Bwana, mbona mnafanya haya? Sisi nasi tu wanadamu, hali moja na ninyi. Twawahubiri habari njema, ili mgeuke na kuyaacha mambo haya ya ubatili na kumwelekea Mungu aliye hai, aliyeumba mbingu na nchi na bahari na vitu vyote vilivyomo. Mstari wa 18. Ambaye zamani zilizopita aliwaacha mataifa yote waende katika njia zao wenyewe, lakini hakujiacha pasipo ushuhuda, kwa kuwa alitenda mema akiwapeni mvua kutoka mbinguni na nyakati za mavuno, akiwashibisha mioyo yenu chakula na furaha. Kwa maneno hayo wakawazuia makutano kwa shida, wasiwatolee dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watu Paulo na Barnaba, Mungu aliwatumia sana katika eneo hilo la miujiza.
Watu walipoona ya kwamba hao watu wanatenda miujiza, wakasema hii ni mifano ya miungu, yaani wakawafananisha. Maana sasa walikuwa hawaamini katika Yesu, au yaani wanajaribu kuwafananisha uweza huu wanaofanya wanafanyaje. Wakatafuta miungu ya kuwafananisha nao, ndio wakasema kwamba wakampa jina Petro la miungu mojawapo. Barnaba akapewa jina la Zeu au miungu ya Zeu, na Paulo akapewa jina la miungu ya Herme. Na walipoona sasa yale mambo yakitendeka, wakataka kuleta ng'ombe na taji za maua ili waweze kutoa dhabihu, yaani kutoa shukrani, badala ya kumshukuru Mungu. Wao wanaamini ya kwamba ile miujiza imetendeka kwa nguvu nyingine, ila sio ya Mungu, sio wa Mungu yule ambaye Paulo na Barnaba wanamhubiri, ila miungu mingine ya kigeni. Paulo na Barnaba baada ya kuzipata hizo habari, wakawakimbilia, wakasema, jamani, sisi ni binadamu tu kama nyinyi, yani sisi ni wanadamu tu, ila mambo haya yanafanyika kwa uweza wa Mungu mwenyewe, kwa uweza wa Yesu mwenyewe, ambaye hapo mwanzo mlimkataa. Kwa hiyo wakaanza kuwahubiria sasa ya kwamba namna miujiza hii inavyotendeka si kama wao walivyokuwa wanafikiria, mpaka wakafikia hatua kuwapa majina ya miungu, kwamba inawezekana hii ni miungu ambayo imetuzukia katika nyakati hii kutenda miujiza hii. Kwa hiyo Paulo na Barnaba anasema waliposikia wakararua nguo zao, wakaenda mbio, wakaingia katika makutano. Kwa hiyo lengo lilikuwa ni kwamba wasije wakachukua utukufu na kuwapa wao Paulo na Barnaba, lakini utukufu umrudie Mungu mwenyewe. Kitabu cha Matendo sura ya 12 mstari wa 21 hadi wa 23. Tumalizie mstari huu, muda wetu umekimbia. Tumalizie mstari huu. Matendo sura ya 12 mstari wa 21 hadi wa 23. Basi siku moja iliyoazimiwa, Herode akajivika mavazi ya kifalme, akaketi katika kiti cha enzi, akatoa hotuba mbele yao. Watu wakapiga kelele wakisema, ni sauti ya Mungu, na ni sauti ya Mungu, si sauti ya mwanadamu. Mara malaika wa Bwana akampiga, kwa sababu hakumpa Mungu utukufu, akaliwa na chambo, akatokwa na roho.